nje ya mipaka ya Tanzania. Tuangazie katika taifa la Marekani. Kwa siku ya jana kulikuwa na mkutano ambao uliweza kuwakutanisha viongozi mbalimbali wa Umoja wa Mataifa. Na katika baraza hilo la Umoja wa Mataifa, kikubwa ambacho walichokuwa wameweza kuzungumzia ni pamoja na kusitisha mapigano ya vita kati ya Israel pamoja na Hamas kwa pale ukanda wa Gaza katika taifa la Palestina. Lakini katika azimio hilo, taifa la Marekani liliweza kupinga mara moja kuweza kusitishwa kwa mapigano ndani ya kikundi cha Hamas. Na Marekani ameweza kusitisha azimio hilo kwa kile ambacho ameweza kuzungumza ni kama vile kuweza kusimamisha mapigano kati ya Israel pamoja na kikundi cha Hamas kwa pale ukanda wa Gaza katika taifa la Palestina ni kama haitoweza kuwezekana wa kile tu taifa la Marekani lilivyoweza kuzungumza. Lakini kusana kupeleka misaada ya kibinadamu kwa ukanda wa Gaza ni azimio ambalo hata Marekani pia wameweza kukubali. Lakini kuanza kwa kukataa kwa Marekani azimio la kusitisha mapigano upande wa Gaza hususan katika taifa la Palestina, baadhi ya mataifa wameweza kuwekea shaka na pamoja na kuweza kuzungumza ni kwa nini taifa la Marekani limeweza kukataa azimio la kusitisha mapigano kati ya Israel pamoja na kikundi cha Hamas kwa pale ukanda wa Gaza. Taifa la Ufaransa, taifa la Uingereza pamoja na Urusi wameweza kutilia shaka hilo, na moja kwa moja ni kama vile Marekani akionyesha ushirika wake kwa upande wa Israel. Tukumbuke hata ile ziara ambayo iliweza kufanywa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Michael Rubio katika upande wa Israel, lakini pia tukaona pia akifanya ziara katika upande wa Qatar na kwenda kuzungumza na viongozi wa Qatar, na hii ni baada ya Qatar kukaa katika mkutano wao na baadhi ya mataifa ya Kiarabu kwa pamoja kuweza kuzungumzia kile ambacho kiliweza kutokea katika taifa hilo. Lakini hata hivyo bado tunaendelea kuona jinsi gani msuguano huu ukizidi kukolea kati ya Israel pamoja na kikundi cha Hamas, na kwa asilimia kubwa raia ambao wanaishi katika ukanda wa Gaza wanateseka, na tunaweza kuona jinsi gani kwa sasa hivi raia ambao wanaishi katika ukanda huu wa Gaza wakiama makazi yao na kuweza kuhamia katika sehemu zingine, na baadhi yao wakiweza kuzungumza kusema kwamba wamechoka kuhama makazi mara kwa mara. Leo anaambiwa kae hapa, kesho anaambiwa kae huku. Kwa hiyo hilo swala kuweza kuhama makazi mara kwa mara kwa upande wao wameweza kuchoshwa na hilo, na tunaweza kuona pale ambapo miundombinu katika ukanda wa Gaza iliweza kuharibiwa kiasi kikubwa, na ikiwemo ni pamoja na miundombinu ya umeme katika ukanda huo wa Gaza. Lakini hata hivyo tumeweza kupata taarifa kuhusiana na siku ya jana na mashambulizi ambayo Israel aliweza kuyafanya kwa pale ukanda wa Gaza. Takriban watu 85 wameweza kupoteza maisha, lakini bado watu ambao wanaishi katika ukanda wa Gaza wanaendelea kutaabika. Japokuwa bado tunaona kuna misaada ya kibinadamu ambayo wanaendelea kupatiwa watu wanaoishi katika ukanda wa Gaza, lakini vipi kuhusiana na hali ya usalama katika ukanda huo wa Gaza? Mtazamaji, ndivyo ambavyo tunatamatisha hivyo Morning Victory siku hii ya leo. Natumaini nitakuwa nimekujuza mengi katika upande wa kitaifa, kurasa za mbele za magazeti na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Georgina Mwatatu, endelea kutazama Ram TV, kisima cha maarifa.